Souvenez-vous de cette dame qui a perdu le sang pendant autant d'années. C'est sa foi qui avait touché Jésus. Il y a beaucoup de gens comme ça, et souvenez-vous que Jésus c'est la parole. Donc la parole de Dieu elle est importante. Mais jikaze. Bwana sifiwe. Mais jikaze. Kama ulikunywa kakitu jikaze. Ukiona sasa sinzio nasimama unatembea kadogo kidogo kikala. Hakuna kitu kibaya sana kusinzia sababu kuna ubiri. Jumi naogopaka. Nazono mtu ameko mwingine dunia. Juu sasa anazoongea bei dunia wewe na hama dunia yako. Tujikaze basi tuko tunaangaliana. Na macho yangu yanakuwa mbaya sana na kila mtu kwanza kule mpaka kule. Hautajua kaniko la kuona. Hata niko la matalatala. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Continue. Jusqu'à 13. Hein? Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Il est Moïse qui toi Abib, Mukibrania. Abib, il est entre moitié à mars na moitié à avril. Nanjou le croit qu'il y a Pâques. Je le crois délivrance à kutoka Égypte kwenda Canaan. Il croit Moïse à Abib. On a ce qu'il y a un débat. Non, les gens, ils fêtent Pâques avril. Et puis après, l'autre mois, vers fin mai. Et l'autre mois, on ne sait pas pourquoi la date n'est pas précise. Quand tu vois quelqu'un qui discute comme ça, on a dit, on essaie ignorance yako kubatu. On dit femme na ujui. Il y a beaucoup d'ignorants en fait qui développent des discussions qui sont inutiles. Non, ma groupe zimo hata wa pasteur, nataka chikana mkimia tu. Uende kwa masomo. Unaenda kwa unakutana njoko sa Noeli. Unatoka huko haiko Noeli. Jitu kwa kalendrie mbili tofauti. Bwana asifiwe. Là d'abord ça nous aide. Maintenant, Dieu parle à Moïse, qui était un juif normalement. Verset suivant. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les deuxièmes jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Les deuxièmes jours de ce mois d'Abib. C'est-à-dire, il les a quoi le 17 mars, il les a quoi le 19 mars, il les a quoi le 20 mars, il les a quoi le 1er avril, mpaka ku le 15 avril. Donc c'est entre 15 et 15. Date tu nous a tombé pembeni, comparativement à la date. Mais le deuxième jour, on prendra un agneau pour chaque famille. Qui est la famille? Pose-toi la question, famille nyaina. Domana ufanye nguvu. Kama kuna ufranga wako, bumwa ku banki, bungine wapi? Nasema? Nasema bumwa ku banki bungine? Jusa vinatikisika. Utenda na ziko wapi? Unaacha kwa zero utakiasi kamata siku utarudiaka. Bwana asifiwe. Ausikie Bwana asifiwe. Hii ni hekima. Neno la Mungu mko hekima na vitu vingi. Bumoya kuko peke bungine. Sabi natikisika na beba kwa pale nao batatoka. Tabakia polisi. Upate bati kubaki polisi. Mwatapiga tabale banakia iba kutembe basi. Utakuwa lipona. Verset suivant, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses profondes dans ces versets. La Bible continue à dire, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche ami. Nous qui avons 10, 12, 15, l'ami a seulement un seul enfant. Tunachanga, mais kwanza nyumba iko kwanza na kila mtu. C'est-à-dire que maskini deja uko na tatizo kubwa. Tangalia kaa yako huku chini. Mungu anazongelea kwanza venye bako na biabo. Tutiane moyo jameni. Ndio banafanya nguvu uko na jikaza kujenga byako. Usikuwa unakosa kakako mfuko. Usa Mungu anaanza ongea na kwanza venye bako na biabo. Hata Biblia inasema ile na kitu hata na sie nacho na bia naoza biko na vyote vita.
Njoo kanisa na kwa tofauti. Atukwambia habari za mbinguni tu, pia na habari za duniani. Kujikaza, kujikaza, kujikaza. Kuna pantalon unaishona inakuwa natakata. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Qu'est-ce que signifie entre les deux soirs? Ça ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Hein? Ça bigusa siku ingine en profondeur. Tuangalie tout côté damu. Tuangalia ima détail baadaye, mais tuangalie kwa côté damu aujourd'hui. Shuka chini. On prendra de son sang, ce qui m'intéresse. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons. Tafadhali. Tuko mkanisa mais tunaomba pia mateli didactique. Mtu mwa pale, mzee mwa kanisa. Maître, wende kwele utugusie poteau, utugusie linton. Tuone clair, kanisa tuangalie kwa kule. Allez vite papa. Juste un peu, touche-nous les poteaux et les lintons. Juste à moi, quand on a clair, il y a une image de quoi kaya. Poteau c'est ça. Et là, ça c'est quoi? Il est linton. Et na ingine. Voilà, merci beaucoup. Rudi Ababango, merci beaucoup. L'église avait ton pigé ma conférence na ona mzuri. Ya. Poto ni kupanda, lenton ni ku na kusho. Iyo njo napakala damu. Hapa kupakala damu kumulango. Sasa kwa ubiri mimi. Pakala damu kumulango. Haleluya. Na natoka yasho. Naangalia maandiko. Njo maana soma Biblia yako wewe peke itakusaidia kufungua macho. Wakapaka damu wote, kila mlango anapaka. Jua nini? Na ndio maana ukienda kanisa haiko joto walalamika sana ndio wanasema ukweli. Hapa anafanya hisa siko na ubiri. Angalia tu maandiko pole pole. Ndio maana hapo tunapendaka kwa masomo. Tunasoma pamoja, tunavérifier pamoja. C'est-à-dire comment. Donc là, on peut voir rapidement qu'il y a les poteaux, les lintons et les poteaux paka la dame. Les sangs là. Pourquoi? Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Banachinja mwana kondo, damu banepakala, ngozi atuyoni. Ngozi inaonekana pale. Atuoni ile nyama mnabeba amuikulie nje. Mnakulia wapi? Ndani. Hapana kutokoteshewa. Kimbishimbishi. Kusi tulikomala hapa. Nisema kimbishimbishi unasikia? Ni nyama yenye unatia kumoto na ingana toa kadamu. Njo senya. Njo senya. Yote iko kumoto. Bashamba bulapa. Kumoto tu. Na moto ile wakati ilikuwa moto kweli. La Bible dit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. La deuxième sainte scène est révélée dans l'ancienne alliance. D'abord, ça a commencé dans les jardins d'Éden. Dieu a révélé. Dans l'alliance qu'il a conclue avec Moïse, il a révélé encore une fois. Naangalia secret hii ni kwamba vous allez manger ça. Damu nepakala, nyama mnakula ndani. Ile nyama inakuwa inachomewa. Inafanana na Yesu kumsalaba. Filmu ya Yesu yule mnaonaka. Alichomekana mpaka damu yake ikachangana na yasho na michoko, sura yake kafanana chura. Pour vous et moi. Le verset suivant, on va aller jusqu'au verset 13. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous voyez ce qu'il y a? C'est terrible au fait. Vous prenez l'agneau, musito et bamtum, musito et kitu, nanya moto munaleta, tia kumoto, na bia mutum vivye, amwe kukwe mpishi wa ngambo ya Baburundi banajaribu kuchoma. Kuzidia hapa kwetu. Bachomai hapa kwetu kuna kashida kadogo. Bachomai bangambo banajikaza. Na wazo walifundishwa na hapa. Unachoma vya mutumbu na vya biote bichome na kichwa na miguu usitoe biote. Regardez un peu Marc. Marc 24, Marc 14 pardon, Marc 14 22 à 24. Marc 14 22 24.
Ah oui, associé dans 1 Corinthiens 11. Mais commençons 1 Corinthiens 11, c'est mieux. 1 Corinthiens 11, 26, 33. 1 Corinthiens 11, 26 jusqu'à 33. Ma question ce matin, comment prendre, qu'est-ce que signifie prendre la Sainte Seine dignement? Et j'ai voulu commencer par vous montrer de l'autre côté là-bas. Que la Sainte Seine, c'est la révélation de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et on monte là-bas, et on monte la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, pardon, avec Moïse. Dieu a révélé la même chose. Maintenant, la nouvelle alliance est ici, Jésus qui dit quoi? Nous sommes dans quoi? Ah, tu commences par Marc, il n'y a pas de problème. On va commencer par là, on va revenir. Pendant qu'il mangeait, nous sommes dans Marc 14, 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Verset suivant. Verset suivant, s'il vous plaît. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Ils en burent tous. 24. Et il leur dit, ceci est mon sang de l'alliance. Je mets entre parenthèses, de la nouvelle alliance qui est répandue pour plusieurs. Nous voyons le sang dans Éden. Nous voyons le sang avec Moïse pour le libérer. Nous voyons le sang dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la série La puissance des sangs de Jésus. Le sang de Jésus a une puissance. Et la puissance est basée là-bas. C'est la nouvelle alliance qui libère, qui est répandue pour la libération, la délivrance, la guérison, la prospérité financière de beaucoup de gens. Maintenant, je voulais revenir avec vous. Parce que ma question ce matin, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie prendre dignement la Sainte Seine? Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on finisse aujourd'hui avec la Sainte Seine. Et c'est là où je vais demander à l'équipe de médias de revenir dans 1 Corinthiens 11, 26 à 33. Regardons un peu la puissance du sang. C'est très important. C'est très important pour dire dans la parole. C'est très important pour coma dans la parole. Beaucoup d'églises restent dans les émotions, je suis désolé. Je ne critique pas, mais je suis désolé. Beaucoup de chrétiens dans les émotions. Tu sais, le monde va nous bousculer à un moment. Et on restera seulement avec la parole qui est en nous. Voilà pourquoi ne sois pas émotionnel en aimant Dieu. Restez dans les principes de la parole. La seule chose, c'est la parole qui est restée en toi. Sois un chrétien de la parole. La Bible dit ceci, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est-à-dire, Jésus, il est mort bien sûr, nous connaissons tous, et il est parti, et il a promis de revenir pour prendre l'église, pour récupérer son église. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le sang. Lui-même, il avait instruit en disant, faites ceci à mémoire de moi. Et c'est comme ça que Paul va dire, toutes les fois que vous en boirez, vous serez en train d'annoncer la mort et la résurrection. Maintenant, on descend au verset suivant. C'est pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement souligné, sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Ou le sang du Seigneur. Fais comme si tu n'as jamais entendu ce verset expliqué. Sinon, je vais me battre avec tes idées. Nous avons beaucoup d'entre nous les idées tellement erronées par rapport à ce verset. Et on va lire ensemble. Je ne vais pas donner ce que moi je pense. Je vais donner ce que la Bible explique. On est tous grandis dans les églises. Et des fois, il y a des choses qui nous ont été présentées en dehors de la parole de Dieu. Juste au sentiment des pasteurs. C'est le moment de renverser les pyramides. Et d'être sérieux avec la connaissance de Dieu. Ce n'est pas parce que moi je fais l'erreur que ce n'est pas du péché. Non. Maintenant, je ne dois pas donner aux gens ma manière de penser parce que je suis humain. Donnons à Dieu, aux gens, la manière de penser de Dieu. La Bible dit indignement. C'est-à-dire manger ça d'une manière qui n'est pas digne. C'est ça ma question ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire? Si j'ai posé des questions ici, je sais qu'il y a beaucoup d'évangélistes ici, des pasteurs, des anciens d'église qui vont vous dire, voilà, vous avez beaucoup de raisons. Et moi, je connais ce que vous pouvez répondre. Mais je vais voir la parole de Dieu. Il dit, il sera coupable
envers le corps et envers le sang de Jésus. Question numéro 1. Est-ce que les païens sont coupables envers le sang de Jésus? Question. Est-ce que les païens sont coupables? Je vais changer les termes. Est-ce que les pécheurs sont coupables envers le sang de Jésus? Question. Est-ce que les païens sont coupables? Oh Marius, unaweza kule juu. Unaangalia uvi hata tupate vitu yenye sasa vivyo vitakoroga hivi. Hapana, tunaongea. Est-ce que les païens sont coupables envers le sang de Jésus? Je change maintenant le terme païen. Je change le terme païen. Est-ce que les pécheurs sont coupables envers le sang de Jésus? Bon, on a pas non. Je reviens. Tena mkiswahili. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, njo endinyema, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Ulizo. Eske bapagani bako na hatia ya damu ya Bwana? Hapana. Tunageuza sasa. Eske bafanya dhambi bako na hatia ya damu ya Bwana? C'est très profond. Pasteur Alimbe, la révolution commence. Njoo tunakuchukilia bila unasema sema vitu inatukoroga mkichwa. J'ai amené exprès ceci parce que leo nitaka ikuwe siku ya mafundisho. Tusome. Qu'est-ce que nous prêchons ici? Unaona? Wafanya dhambi utakula hatia ya Bwana. Ulizo. Est-ce que bapagani banakunywa hatia ya Bwana? C'est très profond. Mwe mko unanifuata en ligne, Mungu awabariki sana. Hapa ndio moto na wakiaka hapa. Na pastor kwa nisikia kwa radio na bana banachanganyikiwa hivi. Ule pastor kule, iko atafundisha nini kule? Wewe sikia tu na ukula. Siko na Biblia yako kule kwenye huko ufungula hayo. Tuko pamoja na wewe. Atufundishi ya pastor leo tunafundisha maandiko. Tuko mkisoma mu français. Maana kwa kusema tuko mu anglais, oh bato mingi ba yo anglais, tuko mkisoma tuko mu français hapa. Verset suivant. Très intéressant. Mwa kwanza maekae zinaanguka si vile. Magamba kwanza yanashuka kidogo na punga chini. Tunatamalizia magamba ya mwisho itoke. 28. Lakini mtu akijihoji mwenyewe na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Mon français. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. S'éprouve en quoi? Ok. Ajioji kwa nini? Banaruka ajioji kwa zambi. Inakuya sasa. Ndio nilikuwa na ngoa ile ikuye. Niko na ngoa sana. Ajioji eske niko na ikula dinyema ama endinyema? Abasemi zambi hapa. Tuko nda pole. Tuenda pole pole. Narudia tena. Rudia verse ya 27. Leo tuko mkanisa, leo tuko masomo. Tutoke hapa sie bote magambe itawakibe na bakia, yetakazana na banabande kunyumba yende tu kuna shida. Ndakufa siku moja. Na biko nafundisha hivi, ndakuwaka devant Mungu ananiambia ulifundisha ulikuwa mwaminifu mbenzako bote. Sipenda niambia sonono, ukwenda farse batu kule, unajitia muliste ba pasteur, noko farse staki. Mbele ya Bwana ulifahamu makosa ndio kwa mtu ndio, kitu imoto kwa kufaka ni kumanipulate watu na kuambia bongo kwa estrada. Ba pasteur Jose kwa nangasa. Pasteur kwa tanka kwa iko nenda wapi mwa hivi? Haiko wewe tu na bangi vingi kwa ulinye na vile vile ndio biko. Dumi na job niko nasema. 27 inasema hivi. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana
isivyo stahili. Komba iko uko na kikunywa gisi na stahili ama unakunywa gisi haistahili. Komba ya kuwa zambi ama kutokufaa zambi. Ingawa kwanza unekula stahili wala unekunywa gisi haistahili. Njoo kwenye tuko centre. Yeah. Ningetaka tufanye attention kwa sababu ni mateme zenye aziongeleke sana makanisa. Ukule meza ya Bwana watu wanatoka. Mama wawili wanakala pale. Kani balozi hautayua, kani bafumo hautayua, wanakala pale kwa mlango tu. Tubu kwanza mbele ya kuingia. Mie nachukia mwenzangu, namchukia vraiment, tena sijui ya nini. Na zingine zambi hata sema. Anakwambia tukazambi kenyewe ana kama katakuwa rahisi kusikilika. Basi pita. Mimi sitakula meza ya Bwana mimi. Bakwenda banaenda. Kanisa watu saa yetu hivi, watu saba wanakula meza ya Bwana. Ingine ya benzetu pale karibu na watu umoja. Mwanaamini atenda mbinguni tu. Ndio ngata meza ya Bwana. Mwe wengine wote mtenda mbinguni utabakia duniani, hamuna droga kanta meza ya Bwana. Lakini maandiko yako tofauti. Leo si jangu ni nini? Kukula indignema. Njoo nini? Basi. Na tunaenda kunyuma. Tuko sema habari ya damu ya Yesu. Ndio nasema kusema haleluya leo pole pole ni masomo. Tatoka hapa tuko na madeba mkichwa, wengine watachanganyikiwa, wengine watasema imani ya kweli ya bongo, vile lakini hii ndio maandiko. 27 inasema hivi. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Mwanekula d'une manière yenye haikubaliki. Huyo iko na shida na damu ya Yesu. Hawakusema bapagani bako na shida na damu ya Yesu kwa sababu damu ya Yesu yaokoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mpagani hana shida na damu ya Yesu. Kwa sababu damu ya Yesu inaokoa. Problema ni kukunywa hayo kisi haifai. Njoo inatupatia na magonjwa. Shuka chini sasa 28. Kukunywa gisi haifai. Njoo anasema ase kila mtu ajiangalie gisa na ikunywa. So nakunywa meza ya Bwana ujiangalie na ikunywa aye. Haikunywa juu wengine wanakunywa. Haikunywa juu mkanisito unakunywa kila siku. Haikunywa juu unafaa. Inafaa ukunywa d'une manière digne. Njoo. Shuka chini. Celui qui mange, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake binafsi. Kwa kutokupambanua ule mwili. Narudia en français. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre qui? Contre toi-même. C'est très important de prendre la Sainte Seine d'une manière digne. Dans le cas contraire, tu juges ton corps toi-même. Mais la question, qu'est-ce que signifie manger la Sainte Seine d'une manière digne? Njo débat tout quoi. Ninasema zambi hapa. Hii verset yetu inakuwa toujours zambi mwanzo mpaka mwisho. Sisema zambi ni nzuri, zambi ni mbaya. Mais sasa uko nafundisha hapa, hapo palikuwa interesse na kukunywa dignement njo wae na kunywa bila dignement njo. Mais lazima kila mtoto wa Mungu aikunywe. Mais ikunywe namna gani? Dignement. Shuka chini. Kujije kwa njo nini? Jugement kwa wako personnel. Njo nasema kwa sababu wako wengi kati yenu ambao ni wadhaifu na wengine wanakufa bila wakati. Jua nini? Ulikula meza ya Bwana ulikoka kama ulikula vibaya. Kila mtu hapa anafaka mbele kula damu ya Yesu anafanya nini? Sanaomba msamaha. Mungu nisamee, ni kama damu yako. Asante Bwana. Unakunywa, si vile? Kuma nikunywa bila naomba msamaha hapa. Lakini anasema sio pema kulomba msamaha. Jua huwezi kunywa na dhambi. Uko Mkristo huwezi kunywa meza ya Bwana na dhambi, c'est sûr. Mais unaweza kunywa indignement. Njoo na wewe. Basi Jacques, Bwana asifiwe. Basi Jacques anageuza paka lisikio moya isikivi sasa. Leo utasema. Ndasema natamaliza. Niko na nateriri. Kuikunywa dignement njoo haya.
nataka kupatia jibu sasa. Question mbele ni aterir. Meza ya Bwana, ile mkate inakuwa mwili wa Bwana mbele ya kuikula ama nyuma kuikula? Narudiria. Sasa tunakamata Eucharistie. Mama, Eucharistie nakuya hapa, tuko na jus, tunaanza ongea, tunaanza hubiri. Saa gani inageukaga mwili wa Bwana? Tunaanza sasa njia ya kukunywa meza ya Bwana dinyema. Ndio njia tunaanza. Juu kukunywa kutokuelewa njoo hapa kwetuko. Ona. Ba mingi kule banakujuaka. Leo utataka mtu a 30 na kwa. Miaka ungani mdogo. Ushafanana naye. Meza ya Bwana. Mimi niko sifanyake zambi mimi. Unakutana kiana wa 29 ans koti huku mikono kwa. Wewe ngali mdogo huyu. Meza ya Bwana iko shida. Tresor Bwana sifiwe. Tunatamaliza. Leo ni hii tu. Angalia Marko. Tuleza kwa Marko sasa. Tuanze na Luc, pardon, Luc. Niko sensible kwa sana, vous en faites pas. Ni pasaka na yua, mulifaka fete na jua. Mais nipe tu 15 minutes tunaenda. 15 tu tunaenda. Kwa kusafiri hapa najua, bakwenda Burundi bataenda hapa, Babukavu bataenda. Wanasifiwa. Mbona mnacheka? Bukavu mchelani. Njoo kwetu kule. Tafanya haya. Luc, tu es là? Luc 22, 19 et 20. Luc 22, 19 et 20. C'est tout quoi, pas tout. Luc 22, 19 et 20. Quand on angalia, comment ta mesa à Bwana y passavio? Ou en français, comment prendre la Sainte Seine d'une manière digne? Parce que je ne vais pas être malade, mourir tôt et tout, parce que je prie la Sainte Seine indignement. La Bible dit, unajua kitu nataka kukazia hapa ni kwamba mwa hii fête ilikuwa fête kwanza ya Pasaka. Dans un groupe de pasteurs, je vis les gens, pourquoi on doit célébrer la Sainte Seine tous les jours? Non, la Pâque tous les jours, toutes les années, tout ça. Nikasikia tunachanganyikiwa. Hii ni Pasaka, watu wanatoka Misri, banakwenda na ile kuvuka, Mungu alimwambia Musa, hii itakuwa fete yenu milele. Si mnakumbuka? Tulisoma. Mkumu na ifete kila mwaka. Unafeta anniversaire yako. Pande siku ulizaliwaka ile siku. Unaweza fete busubuhi magharibi, ulizaliwa usiku. Unaogopa ukifete usiku watu watakia kufete yako. Unafete 15h. Ndio watu wakuye. Mimi na sisi tukifete yetu midi magharibi. Kwa kanisa mimi najua ni abafaye Sainte mpaka ene 17h. Watu wanarudia watu kanisa tu 17h ndio siku Bwana alifanya meza ya Bwana. Madeba zenye sama tufanya madeba ziko pour moi c'est inutile. Ikuwe tu. Bengine débat. Ya, njeni mafana Noeli. OK. Haiko ndio siku zalizaliwa le 25. Mais tout qu'on a fêté événement ya kuzaliwa kwake. Alizaliwa quand même. Donc comme débat ziko inutile, nous y éviter. Parlons de vrais débats. Comment ta maison bonne dignement Johnny. On chasse tout le monde, on fait entrer un à un. 3 personnes comme lango parle. Mama Bea, Mama Maua, na mzee Choma. Kwa tubu kwenu. Wewe njoo mwenye unakamata sukani ya mbinguni. Watubu kwako wewe. Ndio nakuya mie. Si asikia manasani niko mlozi, hata umwate tapo mtoto wangu. Mimi niko mlozi ndoga watu watatu hakuna. Nilimana tu chumvi, vraiment Mungu anisame, anaingi. Mungu mnajexposer kwa mabongo ya watu tu inutile. Laissez les gens prendre responsabilité. Mabongo anakupiga lubule, asio kwa Mungu. Ndio kasa Mungu akusamee, Mungu akusamee. Bilitoka pa bitu, bilitoka kwa Katolika. Avec le mouvement nini ya ile ya confessionnat. Niliiba, Mungu akusamee. Mungu akusamee. Mungu akusamee. Ontoka pale zote umeacha zambi zote uliacha pale, unatoka uko huru. Agano la kale mnakumbuka?
unakia na ngombe, unaesema amo, niliko mwizi, niko msharati, niko mwongo, niko bahandi, lelelele. Kisha kwani mko anapeleka, anaichoma, zambi zote zinakwenda na unatoka kwa mtakatifu. Vile vitu tu. Agano Jipya yote libakia mwa Yesu. Akabeba. Sisi tuko huru. Mena mwenye kuna kosa na mwingine anatengeneza. Bwana asifiwe. Njoo Pasaka. Utakuwa na madossier na fulani unaenda kwa kake iko hapa. Iko na dossier na dada. Kisha kaniambia mimi niko dossier na dada, mimi nimsamee. Regle na dada. Mko pamoja nyumba, msimregle kule. Utaka niambia mimi nikusamee mimi na biwa. Nilikuwa kubienu. Ni hata kumulianzia. Na njoo mabongo inatembeaka. Baba pastor andanganyiwaka. Mimi sipendi mimi mniache huru. Bwana asifiwe. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ilikuwa ni Pasaka. Yuko nakula, kisha akamata mena, akafanya ingine fete, mwingine fete. C'est comme ça que ça a été. Shuka chini. Kikombe nacho, il prit même la coupe. Hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, inaomwagika kwa ajili yenu. Unasikia? Chini. Cependant, voici la main qui va me livrer. Akaongea na habari yule ndugu. Ulizongu ni sasa. Saa gani yenye hiyo damu na hiyo mkate vinakuwaka vinageuka damu ya Yesu? Kuikula dinyema ni kujua kweli damu na mwili, me nafasi gani inakuwa, na cha pili damu na mwili vinafanya nini mu maisha yako. Kama ukujua vitu viwili, unaikunywa dinyema, banetaka bali wenzetu sans effet. Kuikunywa endinyema ni kutokujua damu na mwili inafanya nini maisha yako. Ndio ukikunywa juu ya dini uliswata. Unaikunywa juu ya uhusiano kuna na Bwana. Bwana asifiwe. Uhusiano ndio inafanya msingi ya digne na no dignité. Na ndio nifaa swali tena ya makusudi. Saa gani hii damu na mwili vinageuka mwili? Tunaombeaga hapa hivi. Tunaombea hapa damu ya Yesu, tunaombea hapa mwili wa Yesu. Kisha tunagabula, kisha saa moja maekaristi zinarudia. Eske zile ni mwili wa Yesu? Ngoja nifanyie blague. Siku moja tulizaka maji hapa na maekaristi, tuketia pale. Panya kavipiga. Eske panya ilikula mwili wa Yesu? Ça semble une blague, mais inatusukuma kurefleshir. Ndio maana Marko naenda aterir. Mark nipende kuonesha hii sequence, hii ordre kisha nafanana. C'est très important pour aujourd'hui. Mwatarate leo afate mafundisho tamsaidia sana. Mwaiko hii kanisa biko kule nje Metanoia FM kuna fata itakusaidia sana. Ukristo sio kanisa fulani, Ukristo ni wewe na Bwana mu maandiko. Ni muhimu sana. Marko 14 22 24. Tunarudia tena kwa ile verset. Marc 14 22 24 et on va atterrir. Tunabakia tuna 10 minutes je crois 10. On doit atterrir. Na Pasaka muisherekee jameni. Célébrer la Pâque. S'il faut manger mkule kitu. Uza kitu. Tingizo le malala. Na mogopa. Tingizo malala. Kwa malala mwambie hapa balalaki. Arudie. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, angalia une séquence. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Mukamate hii ni mwili wangu. Mukamate hii ni mwili wangu. Shanyuma, shuka chini usikie. Il prit ensuite une coupe
Et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant. Et il en burent tous. Mon texte yake ya original. Balingoyanaka bakakula pamoja. Shuka chini sasa. Usikie. Je vous parle? Non, je ne crois pas. Attends. Marc 14. Marc 14. Voilà. Marc. Très bien. 225. Je vous l'ai dit, ce qu'il y a. Amini na waambieni ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Mungu. Question iko hapo. Yesu anasema hata kamataka tena meza ya Bwana, hata kanyata tena damu, hata kunywa tena pamoja na wewe mpaka uingie mfalme wa Bwana. Question ya kufuata. Siku gani tuliingia mfalme wa Bwana? Siku gani? Siku gani? Masomo na nguvu. Siku gani? Hatuko sema Yesu paraporo yake siku gani? Anasema hata kamataka tena. Tunamalizia. Siku gani? Ngoja. Yesu anabeba wanafunzi yake. Siku gani wanafunzi Yesu waliingia mfalme wa Bwana? Siku gani? Ya. Mkumbuke alikuwa na anawaambia hii njo ya mwisho. Sitaka matata na pasi tutakuwa na mwe mfalme wa. Sasa tunakanta meza ya Bwana, tunakuwa na Yesu. Ilikuwa sema amina hapa kama siku za mingi. Amina. Haleluya baba, haleluya. Tusikiane. Tusome maneno ya Mungu. Ndio tunataka makanisa mengi iko na maemotionel. Inakuwa na watu full na wanawake njoo wengi. Ukiona kanisa wanawake njoo kuzia wanaume ogopa. Hii kama mambo mnakuwa equilibre, tu mnakuwa mwakili na mnakuwa pia mambo ya roho. On a vérifié le maombi. Si asema kama kwa Mungu na kwa Mungu, mais vérifier combien de femmes, combien d'hommes. Si asema kama kuna Mungu na kwa Mungu. Nitaka leo ni établir un peu la doctrine, c'est très important. Tunakuaga na kula meza ya Bwana dignement. Sa tunajua ya kwamba damu na mwili binafanyika réellement damu ya Bwana na mwili wa Bwana sasa biko maisha. Bila vile haukuli dignement. Tunakula dignement ya pili. Tukijua ya kwamba sasa tunaikula Bwana yuko hapa. Alisemaga hata kulaka tena. Ona hii kwa mambo ya mbinguni na duniani. Ndaikula sasa mtakuwa mfalme wangu. Na mfalme wa Mungu ilikuwa etabli wakati alifufuka akafanya renye yake. Na ndio maana anambia fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kumbuka kitabu cha Luka. Kuna bakia 3 minutes inaisha tu. Luka. Yesu iko anafufuka. Mnakumbuka verse? Mnakumbuka au mnahesabu? Et voici verset 24-13. 24-13. Luc chapitre 24, sautez d'ailleurs, 24-24. Ukiangalia kumwanzo ici, Yesu anafufuka. Niko natembea tu munjia, nakutana tu kunaongea juu ya Yesu alipigwa, aliteseka, akutana nao. Niko namwambia kisi kukula meza ya Bwana mpaka mfalme wake. Si on ne comprend pas ceci, on n'aura pas mangé meza ya Bwana dignement. Mon acquis le combat, plupart des fois on tape à côté quand on parle de la Sainte Seine. Na ozi fanya 2 secondes, c'est très important de faire d'une manière équilibrée et établie comme Léo. Inasema hivi 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Vu qu'on a expliqué.
na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumwona. Shuka chini. Utakuwa kabla meza ya Bwana tafadhali, tuko tunaendelea kusoma. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema nabii. Shuka chini. Hapa ni Yesu anawaambia, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Yesu yuko nasema, shuka chini. Iko nabo na wale wanafunzi. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomuhusu yeye mwenyewe. Shuka chini. Wakakikaribia kile kijiji kilichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbali. Shuka chini. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Huyo ni Yesu, hawamjui. Shuka chini. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Shuka chini. Angalia, yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kumbe ni Kristo. Kisha akapotea, akajiendea. Matie, Bwana asifiwe. Kukunywa meza ya Bwana dinyema ni kujua kazi ya damu ya Yesu, ni kujua mwili wa Kristo ulifanya nini. Mwili wa Kristo huu alipigwa ili mimi na wewe tupate afya njema. Mwili wa Kristo haukufanya dhambi hata siku moja. Mwili wa Kristo ni umoja wetu, notre unité. Damu ya Yesu ilitubariki. Quelle que soit malédiction ya kweli, wakati unakata damu ya Yesu, uko unaanza tembea benediction yenye Mungu alifanya. Kukunywa dinyema ni kujua ce que le sang et le corps bilifanya kwa ajili ya maisha yako. Kukunywa dinyema ni kusimama ukisema, Seigneur, mimi najua kama sio tena nguvu zangu, ni wewe Bwana. Kama vile kisi taifa la Israeli balitia damu kumilango ikaprotege maisha yao. Protection yako na yangu haitegemea na nguvu zako na zangu, nategemea na damu, nategemea na mwili wa Kristo. Ukikunywa uko na tafakari hivyo vitu, unakunywa dinyema. Na ukikunywa uko na waza vyako, unakunywa indinyema. Hakuna baraka utapata katika damu na katika mwili wa Kristo. Ndio maana c'est très important kuelewa mambo kama haya. Tumefanya huduma hii kwa makusudi. Ibada zetu zinakuwa na lugha moja, mnajua. Hii mambo tuko tunafanya siku hizi ni mebada iko très special kwa namna yake tofauti. Na tunangojanaka. Kama uko mgeni ukamata mkono, usikamate haraka. Kamata mkono, chunga wengine, tutakunywa pamoja. Walingojana, wakakunywa kwa imani moja. Tukitangaza kifo na ufufuko wa Kristo. Tukitangaza kufa na kufufuka kwake. Magonjwa yako ipone leo. Bwana asifiwe. Magonjwa yako ipone leo. Ile vidonda ya ndani ambako na mwaga damu leo